BM Creative. Lakini moyo unashangaa, ona mwili unataka kuwa na wewe, na sisi furi ni hasara. Kitu gani unataka kitachofanya mpaka niwe na wewe? Shagara bagara mambo tafarani, ni mapenzi ya mamani. Nashangaa amani mbona haipatikani? Naona Mungu amejibu maombi yangu sasa. Nimepata kazi. Umepata kazi? Yeah, nimepata kazi. Kuna dada fulani hivi, ni dada na pesa zake. Nilienda nyumbani kwake nikamwomba kazi akanipatia. Za ndani. Pino bwana. Mimi Nesa, kazi za ndani. Nimepata kazi ofisini. Nesa, umepata kazi ofisini? Yeah. Kazi ofisini ndio mfuate nyumbani kwake? Unajua isingekuwa rahisi kumpata yule. Kwa nini? Ofisini process ni nyingi. Kumbuka wapambe pia wapo. Na kwa mtu mzito kama yule, huwezi kumpata kiurahisi. Kwa hiyo mimi nikaona bora niende moja kwa moja nyumbani kwake. Kwa hiyo ndako niambia umepata kazi. Yeah. Kwa hiyo nataka uniambia sasa hivi mambo yetu yataenda vizuri kabisa. Pino, usiwe na haraka hivyo. Unajua kuna mambo mengine bado hayajakaa sawa. Kwa hiyo mimi ningeomba hii kazi niliyoipata niifanye hata miezi kadhaa hivi, alafu ratiba zingine zitaendelea. Miezi kadhaa? Usiwe na haraka Pino. Unapaswa kuvumilia. Alafu swala langu mimi na wewe hili mbona lipo tu. Na haraka gani? Yaani usijali kabisa. Kweli? Unaongea na Nesa. Poa basi bana. Aya, tutawasiliana. Unipigie. Hivi unajua una mali nyingi sana, ila tu hujajua. Na ndio maana unaishi maisha haya, lakini hukupaswa kabisa kuishi hivi. Unamaanisha nini sasa? Sikiliza, mimi kuna jambo nataka nikueleze, lakini bado nalifanyia kazi, ila tu usiwe lopolopo sasa. Mbona sikuelewi? Mimi naomba ujitahidi unielewe. Mimi nasikia wazazi wako wamekuachia mali nyingi sana, ila tu kuna mtu amejibinafsisha, yaani naweza kusema amezichukua yeye. Wazazi wangu? Wazazi wangu wapi? Wazazi wako halisi waliokuzaa. Sijui. Dada kasema ufanye haraka, ametuma boda. Poa. Kasema wai ufanye haraka. Poa. Vipi? Unaondoka leo? Naondoka leo dada. Unawahi nini nyumbani? Kwani kuna mtoto unamwahi? Dada, kuna issue zangu za kazi tu, mwenyewe si unaelewa. Sawa, basi nikusindikize. Nashangaa amani mbona haipatikani? Maovu yana
nashangaa. Unajua Nia, hakuna kitu tumefanya. Yaani alipomaliza shughuli zake tu kwenye ile simu, alifuta kila kitu, na isitoshe alitumia software ya hali ya juu sana, na inaonyesha akatumia gharama kubwa sana. Kwa hiyo kwa hapo sidhani kama kuna kitu tutakipata. Unasemaje? Yaani nimetumia kila njia lakini imeshindikana. Kwa hiyo software hiyo wewe una? Sio mimi tu, yaani hapa nchini, labda serikali, tena kwenye kitengo maalum. Ha? Sasa itakuwaje? Kwa kweli ni changamoto. Nesa, Mada, nadhani ndo siku ya leo tuliyopangiana ya kazi sio? Ila kama unakumbuka hapo awali nishakwambia kwamba kazi yenyewe ni tofauti na ile ambayo ulikuwa ukihitaji. Nakumbuka. Japo sio ngumu sana, isipokuwa inahitaji ujasiri. Okay. Sasa kuna unga fulani nitakupatia. Ninahitaji uhakikishe unamwekea Ponsi kwenye kinywaji chake chochote anachotumia. Na wakati unalifanya hili jambo, kuwa makini sana. Usije ukaonekana ni mtu yoyote yule, hata yeye mwenyewe. Umenielewa? Madam, hii ni kwa ajili ya nini madam? Nesa, hayo hupaswi kujua, niachie mimi, ila tu kuwa na amani, amna baya lolote. Alafu kitu kingine nikwambie mdogo wangu, kwenye hii dunia usione watu wana majumba, wana magari, wana pesa za kutosha, ukafikiri labda sijui wamezipata vipi au imekuwaje, au mtu anafanya tu kazi kikawaida. Sio hivyo. Asilimia kubwa wengi wao wanafanya kazi kama hizi. Ukitaka kuwa mtu fulani mwenye hadhi kidogo kwenye hii dunia, lazima uwe na ujasiri mkubwa wa kufanya kazi kama hizi. Sijui unanielewa mdogo wangu? Lakini madam. Nesa, lakini nini? Una wasiwasi wa nini? Okay. Laini yako hisi inapokea pesa? Laini yangu? Ndio madam, inapokea. Sasa nakuingizia sasa hivi 500,000. Na baada ya kumaliza kazi nitakupatia 2,000,000 taslimu. Sawa? Sawa. Sawa madam. Nesa, kuwa na amani au utaki pesa? Sawa madam. Nesa, look at my eyes. Cha msingi cha kuzingatia kwenye hili, kuwa makini, usije ukafanya makosa yoyote. Ukionekana na mtu yoyote yule au ukafanya kinyume na haya ninayokuambia, itakugharimu maisha yako yote.
sawa? Sawa madam. Sorry. Nitakupigia baada ya dakika 5, na kazi kidogo. Nashangaa amani mbona haipatikani. Rafiki yangu, siku hizi naona mambo yako safi. Unafanya shughuli gani? Mena bwana. No, mission town tu za kawaida. Mishe gani hiyo? Tupeane michongo na sisi. Utaweza? Kwa nini siweze? Mbele ya pesa mtu anaferije kwa mfano? Inategemea. Ila ni kweli rafiki yangu, unajua mimi maisha yangu ni magumu na sijui itakuwaje. Mena, rafiki yangu, kuna mambo mengine ambayo yanahitaji muda mzuri wa kukaa kuzungumza vizuri. Kwa hiyo mimi naona tutakutafuta tuzungumze vizuri. Kwa nini kutafuta kwa lini? No, usiwe na haraka hivyo. Mimi nitakwambia. Kuna mahali natakiwa kwenda sasa hivi. Nadhani nikirudi nitakutafuta, halafu tutazungumza vizuri. Karibu tena kwangu. Asante. Nani atajua na mpango gani? Nani atajua na ajenda gani? Nani? Kwani nani atajua kuwa na plani gani? Nani atajua mimi ni nani? Niacheni jamani, shagara bagara mambo tafarani, ni mapenzi ya mamani. Nashangaa amani mbona haipatikani, maovu yanazidi duniani. Nashangaa mbona siamini, mpaka naogopa unachonifanyia wewe. Mbona siamini, mpaka naogopa. Unajua mwanangu, unapaswa uwe makini. Mimi mama yako, sio kwamba napenda kufanya kazi za ndani na umri huo. Usione natumwa na watoto wadogo. Ni maisha tu, napambana uende chuo. Mama, kusoma sioni kama kutanisaidia kwa sasa. Acha nifanye mipango yangu. Ipi hiyo Mena? Nina mipango fulani. Mipango ipi Mena? Hebu acha ujinga, inapaswa usome. Samahani mama, kusoma sio ada tu. Kuna mambo mengine yanahitaji pesa, na ninavyoona bado nakupa mzigo mzito sana. Acha nifanye mipango yangu. Hata kama ni kwa shida, unapaswa usome. Kwa kweli kusoma tena mama? Hapana. Mena, sitaki kubishana na wewe. Nataka usome. Jamani mama. Shagara bagara mambo tafarani, ni mapenzi ya mamani. Nashangaa amani mbona haipatikani, maovu yanazidi duniani. Nashangaa mbona siamini. Huyu mwanaume sio muuaji. Lakini Msikiliza, unajua wewe, yaani unajifanya una upofu wa mapenzi, chongo kuona kengeza. Huyo mwanaume hana future na wewe. Hebu kaa utulie, ufanye mambo yako mengine huku ukisubiri mwanaume aliye sahihi kwako. ngoja, alisema wiki hii tusubiri, kama asipokuja
nitaangalia maamuzi mengine. Kweli walosema mapenzi ni upofu hata wakukosea. Haya, siye tunacho. Sinja. Hivi unajua umepata bahati. Natamani bahati gani? Maybe inaweza kuwa ni surprise kwako. Kweli? Noya anahitaji kuonana na wewe. Noya? Dada fulani hivi, nakumbuka kuna siku alipita akiwa kwenye gari akanipungia mkono, nikakwambia yule dada ana pesa chafu. Ana pesa ya kutosha, lakini hapendi kujionyesha. Sijajua ni kwa nini. Nakumbuka. Unajua kwanza yule sister nilikuwa namuona pale baby zaidi. Of course. Yule alikuwa anakuja sana. Okay, kwa hiyo anasemaje? Nafikiri zaidi anahitaji kukupa kazi. Kazi? Come on. Lakini lazima uende kwake. Unamaanisha mimi niende nyumbani kwake? Yeah. Na vipi kwenye malipo asubuhi? Hiyo dada, kuhusu malipo asubuhi, ili mradi tu ufanye kazi yako vizuri basi. Wewe kwa kesho unapafahamu? Yeah, uko napajua, lakini nitakuelekeza. Basi. Kanaelekeza utanipeleka? Ano, mimi siendi. Kasema uende, basi nitakuelekeza. Basi. Fresh. BM Creative.